So mzigo unaanza na kuendelea pale pale ulipoishia kwenye sehemu ya kwanza ya Monica. Kama nakumbuka kwamba bosi wake Monica alikuwa amesafiri na kwenda kuishi nchi za nje, na baadaye akamerejea tena Nigeria na akawa ameahidi kwamba ataweza kumchukua na kumpeleka nchi za nje pia ili aweze kwenda kufanya shughuli zake kule and all that. So Monica alikuwa amefurahi sana mwishoni mwa sehemu ya kwanza. Sasa sehemu hii hapa ya pili inaendelea pale pale, na Monica alikuwa amepagawa sana baada ya kugundua kwamba bosi wake anataka kumchukua na kumpeleka nchi za nje. Kumbuka kwamba huko Nigeria kila kitu kilikuwa kimeenda vibaya kwa Monica, familia yake, mama yake na mateso ya familia. So akawa amefurahi sana, lakini ambacho kinaumiza ni kwamba kumbe bana yale yote yalikuwa ni mawazo ama ndoto ya Monica, na baadaye akamestuka kwamba si kweli bosi wake alikuwa amerejea kuja kumchukua Nigeria. So hichi kitu kama kimemuumiza sana kuona kwamba ameamka na ukuta maisha ni yale yale, kila kitu ni kile kile, na bado yuko pale pale kwenye fremu yake ya kazi ambayo alikuwa analala pale pale baada ya kuweza kuondoka nyumbani kwao kwa hasira kile ambacho kinatokea. So hii scene kikweli iliweza kuumiza, ndio scene ya kwanza kabisa kwenye hii sehemu ya pili ya Monica. So ndio hivyo bana. Sasa ndio hapo bana kama amepagawa, akajikuta kwamba anatembea tu bila kujielewa kwamba anaenda wapi, na ndio hapo rafiki yake Monica kama amemuona bana, kama ameumia sana, ikabidi aweze kwenda kumsaidia na kumtoa barabarani, lakini Monica hakuwa sawa kabisa. Mateso na maisha ambayo aliishi na familia yake ni kitu ambacho hakutamani. Ile ndoto na mawazo ya kwamba atasafirishwa kuhama Nigeria, alitamani kwamba ingebaki na uhalisia na akiondoka kabisa Nigeria. Lakini ndio hivyo bana, shosti yake kama empatia sana moyo Monica, na kwa sababu ya uhusiano wao wa karibu akajikuta pia analia naye na kumpatia moyo kwamba kila kitu kitaweza kukaa sawa. Sasa upande wa pili wa familia yake kule bana, migogoro ikawa imeanza. Kama nakumbuka kwamba Bobo mdogo wake Monica yule wa kiume alikuwa anaishi na mwanamke hivi sasa pale nyumbani kwao, alikuwa ni mjamzito na bidada alikuwa na kisukari kinoma. Sasa leo mamake Monica anapeana michapo na yule binti yake, kwa maana Chika ambaye hivi sasa anaishi nchi za nje, na kama nakumbuka kwamba yule Chika ndo alikuwa ameolewa na mwanaume wa zamani wa Monica na hivi sasa kwa anaishi nchini Marekani. Sasa kwenye story ndio hivyo mkubwa anamshtakia Chika kwamba Monica toka ameondoka siku ile hajawahi kuwatafuta wala kuwapigia simu, ni mtu mbaya kabisa, bila kujali kwamba wao ndo watu ambao walimfanyia mabaya Monica mpaka kama ameondoka nyumbani kwao. Ndio hivyo bana, mwisho siku akampigia kibomu kwamba ana shida ya pesa, hali yao haiko vizuri, so kama inawezekana waweze kuwasaidia. Sasa ndo hapo pia tunajua kujua kwamba kumbe mume wake Chika yule ambaye alimuiba kwa dada yake, hali yake kiafya haiko vizuri, anaumwa. So Chika akasema kwamba hali yao pia kimaisha pia haiko vizuri sana, so hawezi kumtumia pesa nyingi, atamtumia tu $100 kwa sasa. Mara babake Monica anaingia, ni mkubwa fasta kama amekata simu, akaanza kujikosha kwamba hakuna kilichotokea. Upande wa pili Monica ameanza kurejea kwenye hali yake kawaida na kaendelea na kazi ofisini kwake akipambania hivyo hivyo, ingawa deep down moyo wake ulikuwa umechoka sana, lakini hakuwa na namna, ilibidi tu aweze kuendelea na kazi. Sasa leo mamake Monica kama amepokea pesa ambayo ametumiwa na mwanae yule anaishi Marekani kwa maana Chika, na kana hesabu kimya kimya, ghafla akameingia mume wake baba Monica akamezificha. Sasa babake Monica kanamshtakia mkewe kwamba anajisikia vibaya, anajisikia kuumwa, so kama inawezekana kwamba aweze kumsaidia ili aweze kwenda hospitali. Lakini huyu mama sio na roho gani bana, licha kwamba alikuwa na hela, lakini akamwambia hapana, hiyo itakuwa ni typhoid tu na dawa ziko hapa, ngoja nikupatie umeze. Babake Monica akasema hapana, hii haiwezi kuwa typhoid, anajisikia vibaya, nisaidie kwenda hospitali. Lakini bi mkubwa akakaza akasema kwamba hana pesa, anawezaje kumpeleka hospitali? Akamwambia itakuwa tu ni mvurugiko wa mwili, ameze tu hizi dawa atakuwa sawa. Lakini hii leo babake Monica ilikuwa tofauti kabisa, alikuwa ni mtu ambaye anaumwa sana, ndio hivyo akawa amejilaza, licha kama mke wake hakuonekana kama anataka kumsaidia na kumsikiliza. Sasa leo Monica kwa shughuli zake pale ofisini, kwenye story na rafiki yake akamwambia kwamba amepata idea, anadhani anapaswa sasa hivi kuweza kuanzisha brand yake mwenyewe ya nguo, kitu ambacho kinaweza kumsaidia kuanza safari yake mpya na kuikuza pia biashara yake. Lakini stress ikawa, ili kuweza kufikia hatua hiyo inabidi pia aweze kwenda Skonga, akajiongezea maarifa na awe kabisa mbunifu wa mavazi rasmi. Lakini ndio hivyo bana, shosti yake ni mtu ambaye alikuwa anampenda sana Monica na alikuwa tayari kuweza kumlipia pesa ya masomo ili mradi tu aweze kujiongezea elimu na kukuza brand yake. Sasa leo Monica kama ameenda kwenye shule ya masuala ya ubunifu wa mavazi, na kufika pale baada ya kufanywa interview na kujieleza, yule bi mkubwa kama amempenda sana Monica, na baada ya kugundua kwamba alifanya shughuli hii tayari kitambo, akamwambia haina shida yeye kuweza kuanzia ngazi ya chini, ataanza kabisa ngazi ya juu ya kuweza kuongeza maarifa yake. Monica kama amefurahi kinoma. So ndo hivyo bana, Monica kama ameanza masomo yake ya kuweza kujifunza kabisa ubunifu wa mitindo ili kuanza safari yake na ndoto yake pia ambayo anaifikiria na kukuza pia biashara yake na brand yake pia. Sasa upande wa pili nyumbani kwao bado bana, hali ya kiafya baba yake haikuwa nzuri kabisa. Leo pia kama amejikongoja mpaka kwa mke wake na kumweleza kwamba hajisikii vizuri kabisa, kama inawezekana aweze kwenda hospitali. Lakini kama kawaida mamake Monica bana si mtu kabisa ambaye alikuwa anamjali huyo baba, anasisitiza kwamba huo ni mchafuko tu wa mwili, ameze vile vidonge vya ndani atakaa sawa, na wao hawana pesa kuweza kumpeleka hospitali. Mdinge kama amenyongea sana. Sasa hapa akijikongoja kuweza kuingia ndani bana, hafla kama ameanguka, kama amezidiwa, ndo hapo watu kuweza kujitokeza na kumchukua kumpeleka hospitali. Na baada ya kuweza kumpeleka hospitali, majibu ile yanatoka kwamba kutokana na huyu mdingi kuweza kucheleweshwa matibabu ya awali, amegundulika kwamba
figo yake moja imefeli. Familia kama imestuka kinoma. Kuulizia utaratibu, naambiwa kwamba inabidi aweze kufanyiwa matibabu ya awali, lakini shida ni kwamba pesa ambayo ilikuwa inahitajika ilikuwa ni pesa nyingi sana, na kama unavyojua kwamba familia hii haikuwekwa vizuri, kitu ambacho kikawa kimezidi kuweza kuwapasua kichwa. Upande wa pili kwa Monica, mambo akawa yamezidi kuwa mazuri kwake. Hii leo mwalimu wake yule akawa amefurahishwa sana na mwenendo wa Monica kwenye mafunzo yake, kitu ambacho kilipelekea hii leo kuweza kumpelekea breaking news. Anamwambia kwamba hii organization yake bana, kumbe inafanya partnership na shule moja ya mitindo ya mavazi huko Paris nchini Ufaransa. Sasa kutokana na maendeleo mazuri ya Monica amepatiwa chance ya kuweza kusafiri kuelekea Paris, Ufaransa. Wait, what? Hizi ni habari ambazo Monica ziliweza kumfariji sana. Ile mtu kama yeye ambaye hakuhesabika akatolewa nyuma na kufikishwa hapa, kitu ambacho kimemfariji sana. Mwalimu akamwambia kwamba atamsaidia namna kuweza kuapply hiyo scholarship na kuweza kusafiri kuelekea Paris nchini Ufaransa. Sasa leo Bobo anakaa na mama yake kuweza kutafakari kwamba watawezaje kupata pesa kuweza kumsaidia mzee ambaye ndio hivyo amelazwa hospitali na wao wana pesa kabisa. So Bobo akamshauri mama yake kwamba kwa nini asiweze kumpigia dada yake ambaye hivi sasa ameolewa nchini Marekani, lakini mama yake akasema kwamba chika mumewe bado ni mgonjwa, so hawana pesa hivi sasa. Ndio Bobo akamwambia vipi kama tukimcheki dada Monica. Ndio mama akasema Monica wichi huyu ambaye ameondoka hapa kwa dharau nyumbani na hajai kabisa kututafuta. Lakini Bobo akasema hapana, bado huyu ndo mtu ambaye anaweza kutusaidia. Kibi mkubwa kama amekataa kabisa kuweza kujihusisha na masuala ya Monica. Sasa leo mapema Bobo akaenda ofisini kwa Monica kuweza kumuelezea kuhusu baba yake, na ndio hivyo Monica kuweza kufika ofisini ashangana mkuta Bobo. Wewe unafuata nini hapa? Ndio Bobo anamueleza hali ya baba yao kwamba si hali nzuri kabisa na yuko hospitali. Ndio Monica kushangaa, baba hospitali? Ikabidi faster Monica aweze kutoka mpaka hospitali kwenda kumjulia hali mzee wake. Kama unavyojua kwamba babake siku zote alikuwa anampenda sana huyu binti. Ndio babake akasema sikutarajia kama ungeweza kuja kutokana na yote yaliyotokea, lakini Monica akasema hapana, licha yaliyotokea lakini mimi bado nakupenda sana mzee wangu. Mara mamake anaingia, wewe unampenda nani? Ungempenda ungemtelekeza baba yako? Maneno kibao yakanamtoka. Haya maneno siku zote Monica alikuwa anamuumiza sana kuhusu mama yake, namna ambavyo anamuona yeye kama sio mtu ambaye anatoa msaada kwenye familia licha ya kuweza kusaidia siku zote. Sasa baada ya kusema kuna pesa ambayo inahitajika, akamjitolea kiasi kidogo kuweza kumpatia mama yake kwamba akiweza kusaidia matibabu baba yake, lakini mama yake anasema kwamba hiyo sio pesa kabisa, unahitajika pesa nyingi. Alafu anashangaa leo Monica anatoa kiasi kidogo. Bibi kubwa alikuwa ana shukrani huyu. Hasa wakati jambo hili baba yake bado hajamalizika, pesa pia inahitajika na Monica pia kama ametoa kiasi fulani. Leo bana anakuja mdogo wake yule Bobo ofisini kwa Monica. Akaanza kupiga goti na kuomba msamaha ya yote yale ambayo kumetokea siku za nyuma, alivyomsimama maneno mabaya, alivyoshiriki pia kumfukuza nyumbani kwao na vitu kama hivyo. Kitu ambacho Monica kilimuumiza sana. Akaona hakuna haja, nimeshasamehe na kila kitu, maisha tu aweze kuendelea. Sasa mdogo wake kiume ndo anamwambia kwamba kutokana na maisha kuendelea kuwa magumu kwenye familia na yeye kuonekana kama saidi chochote kile, kama amefikiria kuja na wazo la kibiashara. Ndio Monica akamuuliza biashara gani? Akawa amesema kwamba anafikiria kuja na biashara ya kuuza vifaa mbalimbali vya simu na vitu kama hivyo. Lakini shida ni kwamba hakuwa na mtaji na pesa zilikuwa ni nyingi kinoma. So akamwomba Monica aweze kumsaidia. Na kama kawaida ya Monica, yani Monica hakuwa anaweza kujizuia kabisa. Yani hadi na hasira, lakini ndio hivyo bana. Akakubali pia kwamba atamsaidia kaka yake kumpatia kiasi fulani cha kuweza kufungua biashara na kumpatia mtaji pia. Kama amefurahi sana. Kama sio yeye ambaye siku kadhaa tu nyuma kwenye sehemu ya kwanza ya Monica alimtolea kauli mbaya sana. Haya, maisha yakaendelea. Sasa leo Monica kama amerudi hospitalini kule kwa baba yake, akakuta baba yake tayari mzee huyu tamaa ya kuweza kuishi ameshaikata kabisa, na akamwambia mwanae kwamba usijali kuhusu mimi, naomba hivi sasa uweze kuinuka na kupambania ndoto zako. Lakini Monica akasema hapana, siwezi kupambania ndoto zangu wakati wewe bado uko hospitali umelala kitandani na hali sio nzuri. Lakini baba yake akamwambia hapana, mwisho wa siku inatakiwa ukitoka hapa uweze kurudi kuangalia maisha yako na kutimiza pia ndoto za maisha yako. Hii ilikuwa ni kauli nzito sana kutoka baba yake, kwa sababu anafahamu kila kitu kwenye maisha ya binti yake. Sasa fast forward, tuko hospitali leo. Mwanamke wa Bobo ambaye alikuwa ni mjamzito hii leo akawa amezidiwa na kuletwa hospitalini kwa ajili ya kuweza kujifungua. And too bad ni kwamba daktari anamwambia kwamba hataweza kujifungua kwa njia za kawaida, inabidi aweze kujifungua kwa operation. And too bad ni kwamba pesa ikawa inahitajika nyingi kinoma kuweza kusaidia swala zima la operation kwa mwanamke wa Bobo. Bobo hana pesa. Wakumlilia nani? Monica, kwamba msaidie aweze kulipia pesa hizi. Na Monica tena bila kujali kwamba huyo binti ambaye anataka kujifungue alikuwa na mdomo mchafu sana dhidi yake, akawa amekubali tena kuweza kulipia pesa hii ya operation hapa hospitali. Na ndio hivyo bana, baada ya muda operation kama imefanyika na taarifa inarudi kwamba yule mwanamke ameweza kujifungua mtoto wa kike. Ikawa furaha sana kwa familia, furaha sana kwa Bobo, furaha pia kwa Monica baada ya kuona kaka yake ameweza kufanikiwa mwanamke wake kuweza kujifungua salama.
Sasa kama ametoka kuweza kumpatia habari hizi baba yake ambaye pia alikuwa amelazwa hapa hospitali, lakini cha kushangaza ni kwamba anafika kwenye ward, anamkuta dokta, lakini wards watu wao wanafunika shuka. Ina maana kuna ngori. Anaambiwa baba yake pumzi imekata, imeondoka, hawako naye tena hapa, kitu ambacho kilimuumiza sana Monica. Baba yake, tegemeo lake, mapenzi yake, leo anafariki dunia na kumwacha kwenye dunia ya watu sio mjali, kitu ambacho kimuumiza sana Monica. Alimuuma, alilia sana, yani Mungu wangu, mbona umeniacha? Heroe na wasaba kitani. Sasa muda mchache tu baada ya kifo cha baba yake, hii leo anaitwa kule shuleni kwao ambapo alikuwa anajifunza masuala ya fashion. Anaambiwa kwamba majibu ya safari yake ya kuweza kujiunga na chuo cha masuala ya mitindo huko Paris jijini Ufaransa yametoka. So Monica jina lake limepita, inabidi aweze kusafiri kuelekea Ufaransa. Monica kama amefurahi sana, kama ameshukuru sana, lakini shida inakuja kwamba anamwambia mama kwamba hawezi kusafiri. Baba yake ndo kwanza amefariki na bado hajamzika na hawezi kuondoka bila kuweza kumzika baba yake. Yule mwanamama akawa ameumiza sana kusikia taarifa hizi za kifo cha baba yake Monica, lakini mwisho siku akamwambia hii ni safari yako, usikansel hii chance. Lakini Monica moyo wake ukawa amegoma kabisa kuweza kuondoka bila kuweza kumzika baba yake hapa Nigeria. Sasa leo anaweza kukaa na familia yake kuweza kujadili masuala ya maziko ya baba yake. Hasa baada ya kujadili, kuna pesa ambayo ilikuwa inahitajika kwa ajili ya kuweza kukamilisha mazishi ya baba yake, lakini zilikuwa ni pesa nyingi sana, na Monica akasema kwamba itabidi aweze kuzigawa, familia nzima hii iweze kuchangia. Lakini mama yake sasa, kama unavyomjua na kujiliza, akasema mimi na hali yangu hii pesa natoa wapi mwanangu? Kuuliza kuhusu mdogo wake ambaye yuko Marekani, mama anamwambia dada yako mume wake anaumwa na sasa hivi hawezi kuchangia chochote kile. Mdogo wake huyo kiume naye anasema pesa hana. And too bad ni kwamba anamwambia dada yake Monica kwamba wewe unatakiwa uweze kulipia mazishi ya baba kwa sababu wewe hauna majukumu. Like wait, what? Ndio Monica kashangaa. Unasema sina majukumu? Mimi sina majukumu? Ndio mama yake amezidi kumshukia. Kwa majukumu gani? Kwa kipi hasa ambacho ulikifanya kwenye familia hii? Ndio Monica hapo sasa akili kuweza kumkaa sawa, na akaanza kukumbuka maneno ya baba yake kwamba mwanangu, ukitoka hapa focus na maisha yako, focus na ndoto yako. Ndio Monica akili hapa ikameweza kumkaa sawa vizuri, akasema mimi ndiye ambaye nimegharamika na kila kitu kuhusu pesa ya hospitali ya baba, alafu leo anaambiwa kwamba hana majukumu. Kisukari Monica kikawa kimempanda sana ileo kwa mara ya kwanza. Lakini huwezi amini, katikati ya maongezi bana, yule mwanamke wa mdogo wake eti naye akapaza sauti na kumwambia Monica hana ambacho amekifanya kwa ile familia. Huyu ambaye amemsaidia siku zote. Ndio Monica bana akajikuta ameshindwa kujizuia, akamkata kofi yule binti, lakini mdogo wake naye Bobo akamrudishia dada yake. Ndio Monica kushangaa, wewe ambaye ulikuja ofisini kwangu kama goti na kujiliza nikupatia mtaji, nikukopeshe, nikakupatia bure, haitoshi nikamsaidia na mke wako kujifungua hospitali kwa gharama zangu. Leo hichi kitu kimuumiza sana Monica. Kama itoshi, mama yake pia akazidi kumpandishia sauti. Monica akawa ameondoka bana. What a controversy za hii familia. Sasa ileo mama yake Monica kama kawaida, kila kinachotokea amechapo anampatia mwanae Chika ambaye yuko Marekani, ameolewa kule. Sasa leo pia kana zungumza naye, anaanza kumwelezea kwamba dada yako amebadilika sana. Huwezi amini, amekataa kumzika baba yako kwa pesa zake, ametolea maneno mabaya, ametuchamba. Yaani Monica, huwezi amini, kabadilika sana mwanangu. Lakini akana shangaa kwamba anaongea yeye tu, Chika kule hazungumzi kitu. Ikabidi ashangae. Ndio anashangaa Chika analia, na Chika anamwambia kwamba eti mwanaume wake amefariki dunia. Ndio Monica kuweza kuchanganyikiwa, akaanza kulia pale. Nani tena mimi atanitumia hela jamani? Yaani licha ya yote yaliyotokea, lakini bado huyu mama akawa anawaza pesa tu. Sasa filamu hii bana inatupeleka miaka 2 baadaye. Huku nyumbani kwa kina Monica hali imezidi kuwa mbaya bana. Tayari ule mtoto ambaye alizaliwa na mke wa Bobo ameshaanza kukua kidogo, na wezi amini ambaye anamlea ni bibi yake, mama yake Monica. Yule mke wa Bobo kabadilika, vurugu kwenye nyumba, hakuna kinachoendelea. Na kama itoshi pia Chika amerudi tena nyumbani kwao baada ya mume wake Marekani kuweza kufariki, na uweza amini amerudi amekuwa ni mtu atungi kinoma, hana anachofanya. Tafarani ndani ya nyumba ni kama karma ikawa ameweza kubisha hodi kwenye nyumba yao. Sasa leo kwa mara ya kwanza tunaonyeshwa Monica bana, chombo hiki hapa kimerudi tena Nigeria, na hivi sasa amekuwa mrembo kinoma. Kwa mbali hivi na dolls, hizo pigo sio half dolls, na maisha kama mnyokea kinoma. Na hivi sasa bana akawa anamiliki sehemu kubwa sana ya kiwanda kikubwa kwelikweli, na sasa hivi amefungua kampuni kubwa kwelikweli ambayo inadili masuala ya fashion na ubunifu pia wa mavazi na mitindo. Na kama itoshi pia ameolewa na huyu mwamba ambaye anaitwa Neto, ambaye alikuwa anajiweza kinoma, na hawa pia alikuwa anapendana kichizi. Sasa Monica kuacha asili yake kabisa, bado yule rafiki yake aliendelea kuwa rafiki yake na alikuwa anaendelea kumsaidia
aliyempatia maisha pia, na hii leo bana shosti yake akamemshukuru sana, lakini mwisho akamemuuliza kwamba umewasiliana na familia yako toka marudi Nigeria? Lakini Monica akasema hapana, sijawasiliana nao na sitaki tena kuweza kuwasiliana nao, na kwenye maisha yao sitorudi kabisa, isipokuwa mume wake Neto ndiye ambaye bado anasisitiza kwamba hataka kuweza kuiona familia yake kwa ajili ya kuweza kupata baraka ya ndoa. Ndio shosti yake pia akamwambia ni muhimu kwa mila za huku kwetu, ni lazima uweze kurudi kwenye familia yako, lakini Monica hakutaka tena kurudi kule. Sasa leo akawa amekaa na Monica kuweza kuzungumza naye, na Monica akaenda kusisitiza kwamba kwa aliyotokea aliyofanya na familia yake hataki tena kurudi kule, lakini mume wake akamsisitiza kwamba najua aliyotokea, lakini hausamei kwa ajili yao, unasamehe kwa ajili yako na wewe kuweza kupata amani ya moyo wako. So leo bana Monica anaweza kurudi nyumbani kwao kwa mara ya kwanza in 2 years, na kufika bana ndo hivyo anaikuta familia yake na kila kitu kimebadilika bana. Naweza amini bana, familia hii yote kama imepiga goti mbele ya Monica kuweza kuomba radhi kwa kile kitu ambacho kilitokea. Moja scene ambayo inaumiza sana ni hapa ambapo familia hii iliweza kupiga goti kuweza kuomba radhi. Inaumiza sana, na Monica akawa amewainua kwamba hamna haja kuweza kuomba radhi, nimesha wasamehe. So mwisho siku wanaweza kukaa kwa ajili ya kufanya mazungumzo, na Monica anaweza kumtambulisha mwanaume wake, mchumba wake kwa familia yake, na mama yake anauliza, umesema huyu mchumba wako na mnafunga ndoa? Mama yake kaanza kushangilia pale, mama naimba tu, the God has done it finally, finally, finally. Mimi nilisema mtoto wangu huyu baba nimemlea kwa malezi yaliyo mazuri sana, na nilijua tu kwamba siku moja atakuja kuinua hii familia. Ni kama huyu mama amejisaulisha kila kitu kwa wale ambao waliweza kutokea kwenye familia. Kimcha siku ndo hivyo bana, Monica alikuwa na msimamo sana safari hii, kiasi ambacho bibi mkubwa akawa ameelewa kwamba hakuna kitu ambacho atafanya hivi sasa kwa Monica kuweza kuwa Monica yule yule. So mwisho wa siku bana, ndoa kubwa sana inaweza kufanyika Nigeria kati ya Monica na mume wake, na furaha ikawa kubwa sana, isipokuwa kwa familia yake tu. Mdogo wake yule Chika, haya mdogo wake pia yule kiume Bobo ambaye alikosa nidhamu kabisa, na hata mama yake pia, furaha 100% hawakuwa nayo moyoni kwa yale mabaya ambayo aliweza kumfanyia Monica. Lakini ndio hivyo, hayakuwa na muda tena, na filamu yetu ya Monica sehemu ya pili inaishia hapa, kwa Monica ameweza kufunga ndoa na mwanaume wake kuweza kuanza maisha yao. Nini ambacho kitafuata baada ya hapa, ama hapa ndo mwisho kabisa wa Monica, tutaweza kujua, lakini sehemu ya pili inaishia hapa. Na mimi naitwa Rahul Khan. Hopefully umeweza kusubscribe, umeweza kulike, comment na kushare kwenye kile ambacho nakifanya. Ni furaha iliyoje kuweza kuona uko hapa. Bye bye.